Rayvanny ana kihelehele sana. Unajua vitu vingi waga vinajajua kwa ubaya hata kama ni vizuri. Tabia nyingi waga zinategemeana wewe unazivutia wapi ndio zinaleta matokeo. Kila tabia ina matokeo yake. Sasa inategemeana wewe unaivutaje, unaivutia kwenye negative au unaivutia kwenye positive. Kwa mfano, unasikia mtu anakuambia upuuzi. Upuuzi ni faida kama utapuuzia vitu vya kijinga, lakini upuuzi ni hasara kama utapuuzia vitu vya maana. Kwa hiyo upuuzi uko neutral. Inategemeana sasa unapuuzia vitu gani? Kwa hiyo tukirejea kwa mfano unavyosema Rayvanny ana kihelehele. Kwa concept ya kawaida ya kibongo bongo mtu anaweza kusema kihelehele ni tabia mbaya. Lakini je, kihelehele chako unakileta kwenye tabia zipi? Rayvanny ana kihelehele ambacho anakiapply kwenye positive. Kihelehele positive. Ambacho kama ni fursa Rayvanny anapata kihelehele cha kugrab mapema. Kama ni ngoma imetoka imetrend Afrika, utamwona Rayvanny ana kihelehele cha kumtafuta msanii tupige remix. Kama Rayvanny ametoa ngoma anaona kasa kwamba hii ngoma nahisi kama ni kubwa. Naamini kabisa kwa kihelehele cha Rayvanny waga na DM wasanii wakubwa wengi. Ndio maana tunaona leo Rayvanny ana meet na wasanii wakubwa, anapata connection na wasanii ambao tayari wameshakuwa successful kwenye music career zao na washabiki wengi huko global. Rayvanny anawapata kwa sababu gani? Ana kile kihelehele positive. Kwa hiyo tabia ya kihelehele ni nzuri kama utakuwa unakihelehelea vitu vya maana. Yaani wewe moyo wako utulie, ukiona nafasi unafurukuta. Hicho ndio kihelehele ambacho anacho Rayvanny. Hii ni tabia ya msingi sana ambayo watu wengi napaswa tujifunze kwenye maisha. We as content creators, tukiona tu kuna kitu kimetrendi, unatakiwa uwe na kile kiroho cha kihelehele ambacho no, silali bila kufanya content fulani. Kihelehele kina save time, kinasaidia kupata vitu vingi kwa wakati sahihi. We all should learn kihelehele from Rayvanny boy. Tabia ya pili